Ah, ndugu katika imani, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Katika dunia hii kuna vitu vingi na mambo mengi sana ya kujiuliza unapokuwa katika imani au unamwamini Mwenyezi Mungu. Unapomwamini Mwenyezi Mungu, kuna mambo inabidi uyajue na yaweze kukusaidia katika imani yako. Wewe ni Muislamu, lazima utafute ukweli. Kwa nini wengine ni Waislamu, wengine ni Wakristo? Wewe ni Mkristo, lazima utafute ukweli. Kwa nini wengine ni Waislamu, wengine ni Wakristo? Lakini pia unasali kanisa fulani au dini fulani. Kwa nini unasali hiyo dini wakati wengine wanasali dini fulani? Sasa najaribu kusema hivi kwa sababu sasa hivi kumeibuka lindi kubwa la mambo fulani kutokea hapo katikati, kiasi kwamba watu wanashindwa kujua ukweli uko wapi. Kuna fake kwenye kila kitu, kuna fake. Dunia iliyojaa mambo fake mengi sana. Imani fake, dini fake, maisha fake, kila kitu fake, lakini kuna original hivyo vitu. Tatizo ni kujua kitu original katikati ya vitu fake vingi. Kama una vitu fake vingi, huwezi kujua original kirahisi, mpaka uwe na criteria au mtafute yule ambaye alikuwa na ile original hasa. Unaposema hivi kwamba umtafute aliyekuwa na original hasa, na maanisha kwamba lazima uweze kujua kwamba hasa original ina sifa gani. Lakini mimi nataka niangazia sana imani za dini. Kuna vitabu viwili peke yake hapa duniani vinavyotumika, vitabu viwili tu, Biblia na Qur'an. Vitabu viwili ndio vinaongoza dini zote na imani zote duniani, viwili peke yake, ambazo sana kwa asilimia kubwa Waislamu na Wakristo. Vitabu viwili, kuacha hao wa Buddha kuna vitabu vyao na wale Wahindu wako na vitabu vyao vya imani yao. Lakini tunazungumza dini hizi kubwa mbili ambazo ni za Waislamu na Wakristo, ambao watu wanaamini katika Mungu wa mbinguni, sio Mungu huyu wa miungu hapa. Vitabu hivi viwili peke yake, lakini tuangalia dini tulizonazo kutoka kwenye vitabu viwili. Vitabu hivi viwili ni Biblia na Qur'an peke yake, na vimeandikwa katika lugha tofauti, vimetafasiriwa katika lugha tofauti. Kwa asili Qur'an imeandikwa katika lugha ya Kiarabu, lugha ya Kiarabu ambayo imetafasiriwa sasa, lakini hata kama haijatafasiriwa, una uwezo wa kutafasiri kupitia Google, kupitia internet, kupitia application mbalimbali za kutranslate kutoka kwenye lugha fulani kwenda kwenye lugha unayotaka wewe, lugha ambazo zinajulikana kimataifa katika lugha ya taifa lako. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba pia Biblia imeandikwa kwa asili katika lugha mbili. Agano la Kale, yani Old Testament, limeandikwa katika lugha ya Kiebrania, na Agano Jipya, yani New Testament, imeandikwa katika lugha ya Kiyunani. Hivi vitabu viwili vyote vimetafasiriwa na ndio vinavyoendesha imani zote. Lakini vitabu vyote kwa asili, mwanzoni kulikuwa na dini moja. Kabla ya Qur'an, Mtume Muhammad mwaka 600 baada ya Kristo. Tuzungumze kwanza Biblia kabla ya Kristo kuzaliwa, na kabla pia Qur'an. Kitabu hiki cha Biblia kiliandikwa miaka mingi na watumishi wengi mbalimbali, manabii wa Mungu, kutoka Musa ambaye ni mwandishi wa kwanza, kina Samueli na wengine wote mpaka Malaki. Hawa waandishi wote wawili, waandishi wote wengi hivi, zaidi ya 40 hivi, wameandika kwa nyakati tofauti na miaka mingi zaidi. Hata Yesu alipokuja duniani, aliposhuka kwa mfano wa binadamu, Yesu huyu alikuta maandishi mbalimbali na aliyanukuu ya manabii ambayo alikuwa amemtabiri yeye na kutabiri kizazi na ulimwengu mwingine jinsi ambavyo dunia itaenda. Lakini baada yake pia mitume wake waliandika vitabu 27. Baada yake yeye, matukio aliyofanya, mambo aliyopitia na mambo anaenda kuyafanya. Lakini baada ya hapo kulikuwa na kanisa na dini moja tu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wote walikuwa Muislamu, Arabu, nini. Dini kwa moja peke yake. Ilikuwa moja peke yake. Dini hii moja, watu walikuwa wanasali Yerusalemu, katika jengo la mlilojengwa na watu mbalimbali, lakini mwisho lilijengwa na Sulemani. Hili jengo lilipojengwa likaitwa hekalu kwa maana ya lugha ya Kiebrania na kwenda kwa lugha ya Kiyunani.
Hekalu hili lilikuwa na lugha mbalimbali, ukilitafasiri kutokana na lugha ya asili, kwamba nyumba ya ibada ya Mwenyezi Mungu inaitwaje katika lugha yako. Kwa Waarabu nyumba ya ibada ya Mungu inaitwa msikiti. Kwa hata wakiona hekalu, kwa Wayahudi ambao nyumba ya ibada ya Mungu ilikuwa inaitwa hekalu, kwa Kiswahili inaitwa kanisa. Sasa nini nataka kusema? Watoto walikuwa nasali pale. Hapo nanukuu katika kitabu cha Matendo ya Mitume kwa sababu kiliandikwa kabla hata ya Qur'an. Matendo ya Mitume sura ya kwanza, sura ya pili, ukisoma siku ya Pentecost utaona orodha ya watu waliokuwepo siku ile. Mitume wamefunga, wanaomba. Siku ya Pentecost kutokea kushuka kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aliposhuka kulitokea mambo haya kadhaa, kwamba kulikuwa na makabila. Soma mataifa yaliokuwa pale. Waarabu walikuwa pale. Anasema pia kwamba watu kutoka mataifa mbalimbali mpaka Ethiopia, Kush, walikuwa pale. Sasa na mataifa mengine mengi sana walikuwa Yerusalemu, wameenda kumwabudu Mwenyezi Mungu katika kanisa, jengo, imani moja. Hata kama kuona masinagogi madogo madogo, chanzo chao kikubwa ilikuwa ni kwamba ni lile hekalu ikabidi liweke branches, some parts katika mataifa mbalimbali kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa kile unachokisikia Yerusalemu ndio unachokisikia kinachofundishwa kila sehemu, na hakuna aliyewapinga wale watu wa Yerusalemu kwa sababu walikuwa wanatumia maandiko mamoja ya manabii na mitume. Hata baada ya Yesu kuja alishiriki katika hekalu hilo mbalimbali, na watu walijaribu kuiga kujifunza ibada hizo tofauti na wale walikuwa Wayahudi. Walijaribu kwenda Yerusalemu kujifunza ukweli wa Mwenyezi Mungu. Warumi, Waarabu, watu wa Asia huko na mabara mengine na Afrika. Lakini kilichotokea hapo katikati ni kwamba sasa hivi tunashangaa tuna makanisa mengi sana, dini nyingi, imani nyingi. Sasa watu wanajiuliza hasa, kama una akili timamu lazima ujiulize hasa, kama kitabu ni kimoja, Biblia ni moja, Mungu ni mmoja, Yesu ni mmoja, inakuwaje sasa tupate makundi mbalimbali haya? Makundi haya mbalimbali tunayapata kwa sababu gani? Kwa nini tuyapate hasa? Na kama unajua kuzo swali namna hiyo, basi hata wale wanaenda kwa waganga wa kienyeji wenye imani za mizimu na mashetani wanakuwa na maswali ya kujiuliza kuhusu imani zao. Utasikia wanakuuliza, ni mganga gani hasa naweza nikwenda akanifanyia kazi yangu asinidanganye? Ni mganga gani hasa ninaweza nikaenda nikafanya nikaenda akanipa kile ambacho nataka? Ni mganga gani hawezi kunidanganya? Ni mganga gani nikienda nitapata dawa sahihi? Yupi ambaye si mwongo au yupi anamzidi mwingine? Sasa wewe kama watu wa mashetani wanajiuliza hivyo kuhusu mashetani washirika wa mashetani, kwa sababu wanaamini kuna wengine ni matapeli. Wewe ambaye ni Mkristo, wewe ambao unasali kwa unamuamini Mwenyezi Mungu, kwa nini usijiulize maswali hayo? Ninafahamu ni kwa sababu huenda haujawahi kushika kitabu kinaitwa Biblia ukakisoma ujue kwamba kumbe kuna hatari ya kudanganya. Nataka ninukuu katika kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Anasema Hosea 4:6 anasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mungu anamtuma nabii Hosea, anamwambia waambie watu wangu wanaramika, lakini wanaangamia kwa kukosa maarifa. They have lack of knowledge. Kwa sababu wamekataa maarifa, na mimi nitawakataa wao, wasiwe watu wangu na mimi wasiwe kuhani wangu. Kwa Mungu anachukia watu ambao wanakosa maarifa, knowledge. Na knowledge uipati mpaka usome. Pia katika kitabu cha Warumi aya 10 sura ya 10 mstari wa 2 maandiko yanasema pia, Paulo anasema ameenda kwa Warumi akawashuhudia mambo kadhaa, akasema na washuhudia watu hawa ya kwamba wana juhudi katika Mungu lakini si katika maarifa. Sasa huwezi kumwabudu Mungu bila maarifa, utapotea. Kwa sababu elimu bila maarifa maana yake unabaki kuwa mjinga tu. Samahani kwa kusema hivyo. Inabidi ujue kwamba kama unamwabudu Mungu bila kujiuliza maswali ya umwabuduje Mungu,
hutaweza kujua ukweli hasa. Yesu anasema pia katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 ukisoma, anasema na hata sura ya 10, amerudia mara kadhaa katika vitabu vya Injili. Anasema watu siku ya mwisho watakuja kwangu wakiniambia, Bwana, si tulifanya unabii kwa jina lako, tulihubiri kwa jina lako? Lakini Yesu anasema nitawaambia, sikuwajua kamwe. Kwa sababu hiyo, kumbe unaweza ukafanya kazi ya Mungu vizuri tu, uko mtumishi wa Mungu vizuri tu, lakini Mungu akakwambia hakukujua na hakujui. Number 2, the other reason, na mwisho nyingine nataka kusema tena. Lakini pia kwenye maandiko hayo Biblia ndio tunasoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 aya 3. Anasema katika Ufunuo sura ya 1 anasema, heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii wa kitabu hiki na kuyashika. Maana yake usiposoma huwezi kujua ukweli wa Mungu. Wewe Biblia umeweka pembeni, ukweli utaujua lini? Huwezi kujua ukweli. Mimi nakushauri rudi usome Biblia vizuri. Biblia ni moja peke yake, makanisa ni mengi. Maana yake ni nini? Hayo makanisa mengi, 99% ni fake. Lakini kanisa la Mungu wa kweli ni moja katika makanisa fake. Kazi yako ni kulitafuta kwenye Biblia. Ukilipata tu kwenye Biblia utalijua. Asante sana. Mungu akubariki sana. Karibu tutaendelea na masomo mengine. Asante.